Sawa mazee bana, ni hivi bana. Sawa, mimi sitakufa mazee, sitakufa ama sitaondoka hapa kwa dunia kabla sijatengeneza milioni 100. I mean, I will make that much money before I die. Yeah, I'm gonna do it. I'll do it. Na sana ni kwa sababu pia nakuwa nafikiria vitu vingi mazee kwa akili yangu, kwa sababu hata sidhani kama kuna mtu mwenye anaweza kustahimili uzito wa hichi kichwa changu. Pengine yani kichwa changu kitolewa hapa alafu kipatwe mtu mwingine. Hakuna mtu mwenye anaweza stahimili uzito wa hichi kichwa changu, because nakuwa nafikiria mambo mengi na niko na ma ideas kibao yenye tu nafikiria kwa akili yangu bro. But si kila mtu ana mahesabu yake. Sasa mimi mahesabu yangu ni ya kutengeneza milioni 100 man. Na sasa ni jokes, ni ukweli na niko serious. Hiyo pesa lazima nitaitengeneza kabla sijakufa. So of course pia nahitaji Mungu pia anijalie maisha marefu ndo niweze kutimiza chenye nafikiria, because bila uhai inamaanisha nitakuwa nimekufa. Lakini still hata nikiwa nimekufa nitakuwa nimekuwa successful, kwa sababu mimi nilikuwa naendelea kukimbiza hiyo goal yangu ama ndoto yangu. So hata nikidedi kabla sijafikisha hiyo do, bado nilikuwa naendelea kupigania hiyo kitu, because I was on the process. So bado itakuwa bado sijafeli, bado itakuwa sijafeli. Sawa, yeah. Lazima uko unafikiria vitu vikubwa na nataka na pia ufikirie vitu venye watu wengine hawafikirii, because watu nadhani kana kwamba hiyo ni pesa mingi sana, but bro, 100 million is not a lot of money. Milioni 100 si pesa nyingi. Ni venye tu sasa kwa kichwa chako ndo umejiwekea hiyo mentality ya kwamba unadhani ni pesa nyingi, but si pesa nyingi. In the right sense, kama tu vile matajiri, kuna some amount of money inakaa ni kitu normal kwao. Sasa lakini kwa sababu mtu amekuwa ameishi katika mazingira ya maskini kwa muda mrefu, kiasi cha kwamba anadhania hiyo pesa ni nyingi sana hivyo, mpaka mtu akiambiwa hiyo pesa anakuwa anashtuka. But hiyo si pesa mingi, kwa sababu kuna pesa venye tu wewe hauna sahi. The same way venye hauna pesa, kuna mtu sasa kuna pesa nyingi kiasi hicho. Vile tu wewe hauna pesa, kuna mtu sasa kuna pesa kiasi hicho. And that's really crazy bro. Sawa, nataka na tu ufikirie vitu vikubwa ndio. Hata kama utakuja fikia vile vitu vikubwa, utakuwa yani the more ukiendelea ukikimbiza hizo vitu kubwa, utajipata ni kama umesurpass watu wengi, ama utakuwa umepita watu wengi katika maisha. Kwa sababu pengine kama mimi nasema nataka kufikisha milioni 100, na nisifike huko, pengine nipate kitu kama 70 milioni 70, nitakuwa nimepita watu wengi katika maisha, because hiyo pesa ni pesa nyingi ya kwamba mtu anaweza kuishi maisha yenye atakuwa ateseki, ukizingatia pengine kama mambo na mtu, pengine nitakuwa niko na chakula, navaa vizuri, na safiri, naishi venye nataka, because hiyo pesa ni pesa mingi. Lakini sasa mimi nimejiwekea hizo goal kubwa, ndio hata kama nitakuwa nimefika katikati ya safari, nitakuwa bado niko mbali sana. Yani nimerecord hiyo video yote alafu nikarealize ndo ilikuwa kamera inaangalia mbele nyuma mazee. Just imagine. Hizi ndo vitu zenye mtu anakuwa anapitia kama una record hizi video. Sometimes kama kamera yako ni ya simu alafu hauna kama hiyo tripod, kuna venye uwezi jua kama pengine hiyo kamera yako imeshift. And that's what happened with my phone right now. Umeangalia video ilikuwa iko mbele nyuma, si ndio? But nitaiacha hivyo because ilikuwa nimeongea, so siwezi badilisha hiyo audio yangu hapo. Ama pengine nitajaribu extract hiyo audio alafu ni put in kama hizo b-rolls ama vitu zingine. But hizi ni vitu zenye unakuona learn pole. Sasa unaona mimi nimerecord hiyo video yangu nikidhania kana kwamba ilikuwa inani record sura yangu, kumbe ilikuwa ina record mbele mazee. But hivyo ndo mtu anakuwa na learn. Na sasa unaona, kwa sababu si ati sina kamera ama pengine sina mtu mwenye wa kunishikia kamera yangu ndo ati nisifanye hii kitu. Mimi nitaifanya kwa sababu napenda kuifanya, na kwa sababu ya hivyo sijali yani kama ati kuna vitu venye sijui, because najua kuna venye tu nitaendelea kulearn pole nikiendelea kufanya hii kitu pole tu, haina haraka. Of course nitafanya haraka ndo niendelee kulani hizi vitu zingine. Ni kama tu yani vile ukifanya makosa haraka ndio unakuona lana haraka, because mimi saisi I do not fear the failure. Unataka na ukuwe na hii mindset, unaweza tu kufanya vitu haraka hata ukifeli ndio uko yani you fail fast
than other people. You fail first ndio ujifundishe, so that next time uko unaweza kuifanya vizuri. So hiyo ndo ni kitu yenye mimi nakuwa na, I'm proud of that. I just want to fail first. I'm in love with failure. Ndio sasa ndio yani nikifail ni kueneza jirekebisha haraka, unaona? Alafu sasa ndo hiyo success. Sasa unaona mtu kama mimi huwezi shindana na mimi, ama watu wengine huwezi shindana na mimi, kwa sababu mimi nakuwa niko hivi. Kama nitafeli sahi ni sawa, lakini najua nitakuwa nimejifundisha katika hayo makosa yangu, unaona? Yeah. So hata hii topic imekuwa tu oh my god. Yani hiyo topic kuna venye tu yani iko all over right now, because nimeanza kusema nafikiria mambo mengi na nataka kutengeneza milioni 100, but all of a sudden naongelea kuhusu mambo na failure. But I feel like akili yangu iko hivyo mazee, mimi nakuwa nafikiria tu randomly different things constantly, kila wakati nakuwa nafikiria vitu tofauti kila wakati. Hata wakati mwingine nakuwa pengine nataka kulala hivi, alafu ndo nijipate kama nafikiria mambo mengi. Akili yangu iko tu hivi mazee. Na si makosa, because pia Mungu anajaribu kuonyesha kwamba akili yangu inakuwa inafikiria tofauti na watu wengine, ama pengine sijui kama watu wengine wanafikiria venye nafikiria, but mimi nahisi pia Mungu anajaribu kunionyesha kwamba mimi nafikiria, yani Mungu ananipatia hiyo kufikiria, ni Mungu ndo ananipatia hayo mawazo ndo nifikirie venye nafikiria, unaona? So ni Mungu tunajaribu tu kuniambia kitu fulani kupitia mawazo yangu. Ni akili tu. Na si ati kwamba niko na akili sana, but tuseme tu mimi nafikiria. Mimi najiona kama nafikiria vitu vingine tofauti, kwa sababu vitu venye nafanya watu wengine pia hawezi kuvifanya vile vitu venye nafanya. Sawa.